Na habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Kila mmoja atainuka kama sauti moja kwa ajili ya kutangaza habari. Mwisho wa kila kitu kinatupeleka kwa mtu mmoja, naye ni Yesu Kristo. Kutumia mtandao kwa ajili ya kujifurahisha imekwisha. Ni muda wa kuharakisha kuja kwa Yesu kwa kutangaza kuja kwake. Sisi sote tushike Biblia na pia tujihusishe kikamilifu katika utume, kwa sababu One Voice 27 sauti moja 27 ni utume. Watu wote tumeamua kutangaza injili kupitia channel zetu mbalimbali. Kwa hiyo tunawasihi kusubscribe kwenye channel. One Voice 27, Une Voix 2027, sauti moja 2027. Imesemeka kwamba idadi ya watu duniani kwa sasa ni takribani 8 miliardi, na wanaoishi katika maeneo ambayo hawajafikiwa na utume wanakuwa 3,4 miliardi za watu. Sasa unaposoma kwenye Mathayo sura yake ya 14:14 inasema, na habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa kama ushuhuda kwa mataifa yote, ndiposa mwisho utakuja. Swali ni, wale watu 3,4 miliardi watafikiwa na utume namna gani? Jibu limetolewa na mjakazi wa Mungu dada White, na mnukuu kwenye kitabu cha Evangelize page 11. Evangelize page 11 nitasoma. Kila mtumishi wa Mungu anaitwa kusoma, kupanga na kubuni mbinu za kipekee za kufikia watu pale walipo. Tunahitaji mpango wa kipekee unaoweza kuvutia macho na kugusa mioyo. Tuwe na shauku kubwa tukijua kwamba wakati wa machafuko na hofu unapokaribia. Kwa hivi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, njia ya kipekee ni kuhubiri na tahubiri kwenye social media. Kwa nini? Dunia leo imeunganishwa zaidi kuliko hapo awali, kwa sababu 5,41 miliardi ya watu wapo kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza kuwakosa barabarani, lakini kwenye mitandao ya kijamii wapo tayari. Na 7,4 miliardi ya simu za mikononi zinatumika huko. Na hapo 5,3 miliardi wanakuwa wakiwatch ama wakifuatilia television na redio tofauti, ni wasikilizaji. 63.9% ya watu duniani wanafanya kazi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa saa wanazopitiza huko ni 14 miliardi kila siku wanaipitisha kwenye mitandao ya kijamii. Unapoona vitabu vinavyouzwa ni 2,2 miliardi ya vitabu vinavyouzwa kila mwaka. Kwa hivi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, One Voice 27 ni jibu letu. Pamoja tufikie wale ambao bado hawajafikiwa. Pamoja tusikie sauti moja kwa dunia yote. Wakati ni sasa, dunia inakungojea na tumechaguliwa kwa misheni hii. Utajiuliza itapitishwaje? Pastor Jemiel, karibuni kwa ajili ya kutuonyesha namna gani vitatendeka. Mipangilio ya One Voice ama sauti moja kwa ajili ya utume. Katika programu ya kanisa la Wasabato ulimwenguni, programu hii imechukuliwa kama muda ambao watu wote wataweza kukusanyika pamoja kwa ajili ya kusherekea miaka 2,000 ya ubatizo wa Yesu Kristo. Na wanaposherekea miaka 2,000 ya ubatizo wa Yesu Kristo, kila mmoja atainuka kama sauti moja kwa ajili ya kutangaza habari, na tutaweza kuingia katika platform zote kwa ajili ya kusimama na kutangaza habari inayomtangaza Yesu Kristo kama Masia. Na hapo katika platform zote kama radio, Twitter, Facebook, YouTube, hivi vyote vitatumiwa kama mimbara ambamo tutatangaza jina la Yesu Kristo. Na katika programu hii na kualika kila mmoja aweze kusimama ili tuweze kutangaza jina la Yesu Kristo kama sauti moja, na watu waweze kumjua na wabatizwe kama yeye pia alivyobatizwa. Kwa mwaka wa 2027 One Voice tutasimama sote kwa ajili ya kazi. Kwa kweli kanisa linaloomba ni kanisa linalotenda, lakini kanisa linaloelewa nyakati linakuwa kanisa linalobadilisha dunia.
Leo tunaingia katika kipindi cha maandalizi ya kina. Hatutaki tu kumzungumzia Mungu, tunataka kutembea pamoja na yeye. Kwa kweli, hatutafuti tu uwepo wake, tunatafuta nguvu zake, nguvu za kutubadilisha, nguvu za kutuongoza na nguvu za kutufanya vyombo tayari mkononi mwake. Kabla Mungu hajamtumia mtu, huanza kwanza kufanya kazi ndani yake. Kisha tunaingia katika kipindi cha unabii. Kwenye vitabu vya unabii, kuelewa unabii sio kupokea maarifa tu, lakini ni kupokea utume. Kitabu cha Danieli kinatueleza ya kwamba Kristo alikuja, na kitabu cha Ufunuo kinatuambia ya kwamba hivi karibuni Kristo anakuja tena. Anayeelewa unabii haishi tena kama zamani. Ndiyo maana tunataka kwenda mbali zaidi, tunataka kwenda mbali zaidi, tunataka kuchimba kwa kina, kugundua Kristo ndani ya kila unabii, kwa sababu unabii bila Kristo ni maarifa tu, lakini unabii pamoja na Kristo kwa kweli ni mabadiliko. Mwisho wa kila kitu kinatupeleka kwa mtu mmoja, naye ni Yesu Kristo. Tunataka kujifunza kutumia muda pamoja na Yesu Kristo, sio mahusiano ya juu, lakini uhusiano ulio hai. Tunataka kuzungumza kama yeye, kuongea kama yeye, kupenda kama yeye, kuishi kama yeye na kuokoa mioyo kama Kristo yeye mwenyewe. Huwezi kumwakilisha Kristo kamwe kama hautumii muda pamoja na yeye. Ni katika roho hiyo ndipo One Voice 27 imezaliwa. Sauti moja, mwito, harakati. Kizazi cha Wakristo wanaoamua kutonyamaza tena, lakini kutumia kila jukwaa ili kutangaza habari za Yesu Kristo. Tukiwa wamoja katika maombi, tumejazwa neno lake, tumejitika ndani yake. Kwa hivyo basi, sauti moja inatosha kuamsha kizazi hiki. Tukiwa wamoja katika maombi, tumejazwa neno lake, tumejitika ndani yake. Kwa hivyo basi, sauti moja inatosha kuamsha kizazi hiki. Rafiki mpendwa, kitabu cha Ufunuo 14 shairi lake ni la 9. Yohana kaona malaika watatu akipita mawinguni. Yule malaika watatu alikuwa akisema kwa sauti kubwa, na kanisa leo limealikwa, kila mshiriki, kila mtu ambaye amemjua Kristo, tutumie vyombo vyetu, simu zetu, televisheni zetu kwa ajili ya kutumia vitu hivi, tuvitumie kwa ujumla kwa ajili ya sauti moja, kwa kutangaza Masia anayekuja karibuni. Ndio maana makanisa zetu yanatakiwa yawe vyuo kwa ajili ya mafunzo, kwa kuwafunza wanafunzi. Kila mtumiaji anayetumia simu za mkononi, anayetumia mitandao, muda wa kutumia mtandao kwa ajili ya kujifurahisha imekwisha. Ni muda wa kuharakisha kuja kwa Yesu, kwa kutangaza kuja kwake kulingana ujumbe wa malaika watatu. Na kualika baba yangu, mama, kaka, mtazamaji, msikilizaji, wewe mshiriki mpendwa wa kanisa, tujiunge pamoja kwa ajili ya kutumia vyombo hivi, vyombo vyetu vya mkononi, simu zetu, televisheni na redio na kompyuta kwa ajili ya kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Tunatakiwa tujiunge pamoja kama sauti moja katika programu hii ya Sauti Moja 27 kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Tunaenda kwa jina lake. Kuhubiri kwa sauti kubwa, tunapaswa kuhubiri kwa sauti moja kulingana na Ufunuo sura ile ya 14 aya lile la 6 mpaka lile la 12. Hivyo basi, wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunapaswa sisi sote tushika Biblia
na pia tujihusishe kikamilifu katika utume, kwa sababu One Voice 27, sauti moja 27 ni utume kwa watu wote. Pia nachukua fursa hii kwamba tangia tarehe 26 mwezi huu wa 4 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu 2026 kuna mkutano mkuu wa Injili ambao utaendeshwa kupitia majukwaa yote ya vyombo vya habari vinavyomilikiwa na Sabato katika bara nzima la Afrika, na kituo kikubwa kitakuwa maeneo ya pale, mahali ambapo mchungaji Paul Douglas atatoa maneno ya tumaini na faraja kwa bara lote la kwa kipekee na kwa ulimwengu mzima kwa ujumla. Mungu awabariki. Tunaposherehekea miaka 2000 tangu ubatizo wa Yesu Kristo, tukio lililofungua huduma yake kwa watu wote, tumeamua kutangaza Injili kupitia channel zetu mbalimbali. Kwa hiyo tunawasihi kusubscribe kwenye channel zifuatazo: Vansicas Officiel, Trust and Obey Media, Obscry TV, Lanares Media, To World Jesus TV, Hope Channel, pamoja na zingine channel za Injili. Kushare, kusubscribe, kulike kwenu kutasaidia sana kueneza Injili ulimwenguni pote. Mungu awabariki. Yesu Kristo.